Sijajua kama utakuwa umecheki lile movie la Whisperer, nafikiri ni series ile. Tunamwona bidada mmoja ambaye anauza vitu chakavu, yani vitu kama vile vya mtumba na vitu kama vitu vya kizamani anauza kwenye duka yake. Anatuonesha jinsi inapotokea mtu amekufa, sema ajali, mwanajeshi vitani, ajali labda ya helikopta nini na vitu kama hivyo, ikitokea haikufanyika uhifadhi sahihi wa mwili wake, ikiwemo kumuita nyumbani, kuita roho yake nyumbani, unajua. Sasa hii nakwambia kwa jinsi Afrika inakuwa. Ikitokea amefariki huko mbali, watu wanaenda wanafanya mila pale kwenye eneo la tukio, wanamuita nyumbani arudi zake. Rande tu huko, ikawa matokeo kama vile ya fanya mtoami, ile wami ya zamani. Kuna watu walikufa pale afu watu wao hawakuja kuwachukua. Sometimes mtu akifa huwa anasahau nyumbani, hawakuja kuwachukua, kwa wale wanakaa pale wanasababisha ajali zingine na zingine. Na ndio maana nakwambia chanzo cha ajali barabarani sio uzembe wa madereva. Kiangalia sasa hivi utambuzi ni mkubwa sana kwenye misho za barabarani. Barabara zimekaa kisasa tofauti na zamani, magari yako kisasa lakini ajali haziishi. Madereva wa mabasi wanaelewa wanachongelea, ukiunganisha na wale malori wanaenda Kongo, Namibia, wapi, hata route za kusini kanda ya ziwa, wanaelewa hizo mambo. Achana na madereva wa taxi, au wanaelewa ndio, lakini kwa udogo. Kwa mtu akifa alafu asipofanywa mila vizuri au asipozikwa vizuri, inawezekana akachukuliwa na watu sio. Umemwacha mtana na ndalanda, watu sio wanamchukua wanaenda kumtumia kwenye mazaga mengine. Mfano majini, unajua ile majini wanamchukua ile mtu anaenda kuitumia ile taswira yake afu akaitumia kwenye mishe zingine. Ni kwamba mbona kama nimekutana na mtu fulani kitaa fulani afu tunajua amekufa, unajua lakini ukimfanyia mila vizuri kabla ya kufa au akishakufa, ukimfanyia mila vizuri anaenda sehemu nzuri na baadaye anakuwa anakutetea wewe kwenye mambo yako.